Pia katika college hii ya KMTC nimeambiwa ya kwamba hapa na course moja peke yake. Sasa nimekubaliana na wizara wataongeza course kuanzia mwezi wa 9, mwezi ujao. Na hapa pia tutajenga hostels yenye itawapatia nafasi wanafunzi 150 wengine waweze kusoma katika college hii. Nyinyi mnanielewa? Kwa hivyo tutaongeza pesa milioni 250 ya kujenga hostel kule, kujenga hostel hapa na kukamilisha ile college yenu ya North Rift. Mumenisikia vizuri? Na hiyo kazi mimi nataka ianze kabla ya mwisho wa 10. Next month tutafanya procurement, ndio tuwe na contractor hapa, ndio wanafunzi wapate nafasi ya kusoma, ili wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele, Tiaty iko sambamba inapiga hatua ya kwenda mbele na Baringo inapiga hatua ya kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Vile vile mimi nimefika hapa ili pia kuwatangazieni watu wa Baringo ya kwamba tunajua sehemu nyingi haijafikiwa na stima. Si ni kweli? Na sasa tuko na mpango, na PS wangu wa mambo ya stima yuko hapa. Huyu bwana Alex Wachira ndiye atasimamia hiyo kazi. Tumewapatia milioni 890 ya kuunganisha stima watu 6,000 wapya Baringo County. Hapa Tiaty tumewapatia milioni 270 ya kuunganisha stima ya watu wa hapa Tiaty. Nyinyi watu wa Tiaty mnanisikia? Mnanielewa? Sisi tumesema lazima hii Tiaty ibadilishwe, na itabadilishwa na mipango na miradi ya maendeleo. Lazima tubadilishe sifa ya Baringo. Lazima tubadilishe sifa ya Tiaty. Sifa ya zamani ya mambo ya wizi wa ng'ombe lazima tukomeshe. Sifa ya zamani ya watoto kutosoma shuleni tukomeshe. Tuweke sifa mpya ya watoto wetu kupata nafasi ya kusoma. Technical Training College wasome, hapa KMTC wasome, na tuhakikishe ya kwamba kuna amani. Ndio wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele, Tiaty, Baringo na Kenya mzima inatembea pamoja. Mnakubaliana na mimi twende hiyo barabara jameni? Mnasema twende hiyo barabara? Tuelekee hiyo barabara. Vile vile mimi nimekuja hapa ili tukubaliane kwa mara ya kwanza tangu Kenya ipate uhuru. Leo Tiaty natoa title deed ya kwanza. Hapa tuko na title deed ya community 21. Na hiyo title deed 21 70,000 ya hawa community. Na tunataka sasa nyinyi kama community ya Tiaty, nyinyi kama community ya Paka, mahali tunataka kujenga mambo ya geothermal, ambayo mnajua mimi nimetembea dunia mzima katika mambo ya green energy, na kwa sababu tuko na mpango ya green industrial revolution duniani kote, na tumeweka sera maalum ambayo tumeunganika na mataifa mengi katika Africa Green Industrialization Initiative. Tunataka ile mvuke iko hapa, ile mambo ya geothermal iko hapa Tiaty, zaidi ya 3,000 megawatts tuweze kutumia katika kuendesha mambo ya industrialization in the green space. Na kwa sababu hiyo title deeds tumewapatia. Sasa mnaweza kuongea na GDC na National Land Commission ili mtusaidie ardhi tujenge hiyo maneno ya geothermal, na zaidi ya geothermal vijana wa hapa Tiaty tuwaajiri kazini kule. Nyinyi mnanielewa? Huyu mjumbe wenu amenisumbua sana. Ananiambia ya kwamba ati nyinyi mnamsukuma sana. Ati nyinyi mnamsukuma.
ati aende apange kazi. Mnataka apange hiyo kazi na nani? Ni apange na mimi? Ndio Tiaty ibadilike? Sasa mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Sisi tunawapatia title deed. Sawa sawa? Nyinyi mtaongea na shirika ya serikali ya National Land Commission. Mutatupatia sehemu ya hiyo shamba ndio tujenge geothermal power. Lakini ahadi yangu mimi kwenu ni kwamba hiyo ardhi mkishatupatia, kazi ya kwanza, wale wengi ambao wataajiriwa katika hiyo mambo ya geothermal watakuwa vijana wa hapa Tiaty. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Huyu jamaa ananiambia mmesema mnataka bei iongezeke. Sikizeni nyinyi. Nataka mnisikize vizuri. Mimi nataka niwaambie bei tutakubaliana. Lakini ile ya muhimu, mnisikize vizuri. Ile ya muhimu ni kwamba tunataka hiyo investment ambayo itawekwa hapa ya geothermal ifaidi watu wengi, kwa sababu tunataka vijana wengi wa Tiaty badala ya kufanya zile kazi ingine wakuje wafanye kazi mahali kuna heshima, mahali watapata mapato yao ya kila mwezi, mahali wataendesha biashara yao. Na nimesema mbali na hapa kuwa na geothermal, pia tutaweka industrial park, mahali ambapo vijana wengi watapata nafasi ya ajira. Kwa hivyo mimi nawauliza na nimsikize vizuri. Sawa sawa? Sitaki tukombane kwa mambo ya bei ya shamba. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Kazi mbili lazima nilazimishe. Ya kwanza, vijana wengi waajiriwe wa kutoka Tiaty hapa. Ya pili, tuweke industrial park kubwa hapa ambayo nyinyi mtapata nafasi ya kufanya biashara na kazi yenu iweze kuinuka na uchumi wenu iweze kuinuka zaidi. Nyinyi mnanielewa? Maogas manga na lo macha moita gano. Kater? Kaluma kwa? Kaluma kwa? Mumeelewa hii maneno ama mjaelewa? So, nataka tukubaliane na nyinyi kwa sababu mimi sitaki tufanye siasa ambayo itatuharibia nafasi ya investment hapa Tiaty. Wacha mimi niwaeleze hivi. Watu wengi waliamini ya kwamba haiwezekani kuweka investment sehemu hii ya Pokot, kwa sababu walisema kule kuna fujo, kule kuna vita, kule kuna cattle rustlers, huko hakuna amani. Mnataka tuendelee na hiyo maneno? Mnataka tuendelee na hiyo maneno? Ndio mimi nataka mnisikize vizuri. Ndio mimi nilimwambia yule investor ambaye alienda akatujengea kampuni ya simiti. Nyinyi mliniona mwaka huu nilienda kufungua. Ni kweli ama si kweli? Kule pale Ortum. Si nilikuwa Ortum? Sasa pale mahali watu walikuwa wanadharau, mahali watu walikuwa wanasema hakuna amani, mahali watu walikuwa wanasema kuna wizi wa ng'ombe, leo iko kampuni ya bilioni 45. Vijana wa Pokot 2,500 wanafanya kazi katika hiyo kampuni. Biashara kule West Pokot imeinuka. Madriver wa malori, makontrakta wa malori karibu 4,000 wanafanya kazi pale. Sasa tumeanza kuwa na sura na sifa mpya ya West Pokot, na hivyo ndio mimi nataka ifanyike hapa Tiaty. Kaluma kwa? Mimi naona kama hamsikii hii maneno vizuri. Mumesikia? Njia ya kubadilisha dunia hii yenu ni kuweka investment. Na ndio sababu mimi nimekuja hapa mwenyewe kuwaeleza. Sitaki watu wakuje hapa wawaletee fitina ndogo ndogo na upuzi. Mimi nimekuja hapa kuwaeleza wenyewe ya kwamba hii investment tunataka kuweka hapa Silale. Investment tunataka kuweka hapa Paka. Ya mambo ya geothermal. Ndio tunataka tuwe na viwanda hapa. Ndio tuajiri watoto wenu na tuondoe umaskini. Nyinyi mupate ajira, tubadilishe West Pokot,
tubadilishe Baringo, tubadilishe Tiaty, tuwe na sifa mpya ya mambo mazuri ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Sasa nyinyi hata mnanisumbua sana. Nyinyi mumeelewa hii maneno? Ama mnataka Wakenya wengine wanafikiri hapa iko vita? Wakenya wengine wanafikiri hapa iko hakuna amani? Tunaelewana? Kwa sababu ya ziara ya samani ndio nimewauliza hata wa viongozi wa West Pokot jameni, na viongozi wa hapa Tiaty, na viongozi wa Baringo, viongozi wa Samburu, viongozi wa Turkana. Ndio mimi nimewaambia mambo ya kupiganisha watu, mambo ya kuibiana ng'ombe, hiyo ni mambo ya upuzi, ni mambo ya ujinga, inatuletea siasa mbaya, inaharibu sifa ya nchi yetu, na mimi nawaomba tuungane. Vile mimi niliwaeleza, hapa dunia hii tutaweka askari ya kutosha, na nyinyi kama wananchi munisaidie tuhakikishe ya kwamba wale watu wanaleta maafa kati yetu, wale watu wanaendelesha ujangili na wizi wa ng'ombe tuwakomeshe, ndio watoto wetu wasome, ndio hii sifa ya dunia hii ipatikane sifa mpya ya kupeleka taifa letu la Kenya. And I want to promise you, nataka mnisikize vizuri, hapa tuko na wanajeshi zaidi ya 3,000. Hapa tuko na askari polisi zaidi ya 2,000. Mimi nililete baada ya uchaguzi, na hawawezi kuondoka sehemu hii mpaka amani ipatikane, na nimesema tutajenga permanent barracks hapa. Tutakuwa tuna train wanajeshi hapa, tutakuwa tuna train polisi hapa. Na wale wanafikiri ya kwamba ati tutakuwa hapa alafu tuondoke, fikirieni tena, hatuondoki mpaka hii dunia ikae salama. Nyinyi mnanielewa? Mnisikize vizuri, mimi sitaki mseme sikuwaambia. Hakuna askari anatoka hapa. Kazi ya askari hapa ni kuanza kujenga barabara, waanze kutusaidia kujenga shule. Mimi nimewaambia hata hapa Chemolingot wakuje waweke borehole hapa, watu wakunywe maji hii Chemolingot. Hawa wanajeshi wangu watakuja kujenga borehole hapa. Tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wanasoma, tuhakikishe ya kwamba resources ile tuko nazo katika taifa la Kenya inafaidi wananchi wa Kenya, wakianza na wenyeji hapa na kufaidi Kenya mzima. Tumeelewana Chemolingot? Tuko pamoja? Mnasema tuendelee hiyo barabara? Mimi nimefurahi sana kwamba kuna mashule ambayo ilikuwa imefungwa miaka 19. Leo katika Baringo County hizo mashule tumefungua na watoto wameanza kusoma. Na hiyo kazi itaendelea until we make sure that every learning institution in Baringo County, in Samburu, in Turkana have been opened and our children are going to school. We are going to make sure that our security agencies will remain here until we open every school and until we deal with every criminal that wants to undermine our education, our stability, our peace and our progress. Tumekubaliana jameni? Hiyo ndio maneno itafanyika hapa. Kwa mapenzi ya Mungu, kwa maombi yenu na kwa bidii yetu sisi wote, ndio tuhakikisha kwamba dunia hii inabadilika watu ya Tiaty. Ama mnasemaje Tiaty? Si mnataka amani jameni? Si mnataka tusomeshe watoto wetu? Si kila mtu anataka kufanya biashara? Si wale wa kuajiriwa wapate kazi? Ndio tusukume Kenya iende mbele? Ama kani Tiaty? Mnakubaliana na mimi? Nikae hapo kwa hiyo la mtakuwa hapa hata na nyinyi? Kabisa. Hebu nione wala wanasema tunakubaliana. Sasa mimi nataka niseme hivi. Mbali na kuleta title ya wale watu community land hapa, vile vile tuko na titles zingine 2,500 ambayo ni ya Churo. Mara ya kwanza watu wa Churo sasa watakuwa na title deed kwa mkono. Title deed kwa mkono. Na nimemwambia huyu PS wetu Bwana Korir na waziri wake Alice Wahome wapange mambo ya title deeds ya Wakenya katika kila sehemu.
hasa sehemu ambazo zilibaki nyuma kama hii Baringo, kama hii Tiaty, tuwafanyie ile inaitwa affirmative action ndio waweze kusonga vizuri. Tumeelewana jameni? Tumeelewana? Mwisho, hapa tuko na viongozi wengi. Tuko na viongozi kutoka sehemu mbalimbali. Mimi nataka niwaulize wa Kenya. Mnataka barabara, mimi nimetengeneza hii lami mpaka imefika hapa, sasa hii inasonga wapi? Mnataka iende Churo? Munipeleke polepole. Sasa nyinyi mnaniendesha kama gari ya miraa. Ati mnataka barabara ifike wapi? Churo? Wapi? Aya, nimalizie hii mpaka ishikane na ile West Pokot. Ipite hapa Barwesa, iteremke chini Kapelo, si ndio? Parvelo. Alafu ipige kona iende Koloa. Alafu ipande juu iende Ortum. Alafu ishuke ishike pale. Hiyo ndio mnasema? Haya ni amri mmenipatia, nitafanya. Lakini mnipeleke polepole jameni. Si ndio? Alafu nikimaliza hiyo niende wapi? Hii ya kwenda Churo. Mpaka iungane na kule Laikipia. Nyinyi mko na biashara gani Laikipia? Mnataka kwenda? Mko na biashara Laikipia? Biashara gani? Mimi kulima. Oh. Kama ni kulima ni sawa sawa. Hiyo muende mfanye hiyo biashara. Si ndio? Ngojea. So, nafikiri mmeniambia mambo ya barabara, mmeniambia maji. Mimi nataka niseme mambo ya maji. Nimekubaliana. Si ndio? Kuna maji imetolewa kutoka Lake Baringo. Imepelekwa mpaka huko paka juu pale. Na hiyo maji haijafikia wananchi ya kutosha. Sasa huyu ndio, naona huyu mtu yuko na kilo mingi. Huyu jamaa sasa, nishamwambia watu wa GDC, na wanisikie vizuri, watu wa GDC, sasa waende wapange line, ile pipeline kubwa, ambayo italeta maji. Wameniambia itagharimu shilingi karibu milioni 500, hiyo ni sawa. Lakini waweke line mzuri, ambayo itasaidia wananchi wengi wapate maji katika sehemu hii, na hiyo maji iwe ni ile itatosha hawa wananchi walishe mifugo yao. Na vile vile tuanze mambo ya irrigation katika sehemu hii. Ndio tuzalishe chakula, tufukuze njaa. PS nimekubaliana na yeye. Tumekubaliana? Na nimewapatia 8 months, miezi 8 wafanye hiyo kazi, mimi nitarudia hiyo kazi hapa. Watu wa Tiaty mnakubaliana na mimi hiyo? Si mnataka maji? Ndio mulishe mifugo yenu na mfanye irrigation. Si ndio? Mwisho. Mimi ngoja wewe unaniharakisha kwa sababu gani? Wewe umeambiwa mimi niko na haraka? Na nikiamua kulala hapa utafanya nini? Wacha kuniendesha haraka. Wacha. Ngojea. Sijui kama tunaelewana jameni. Tumekubaliana? So hiyo kazi nataka tuendelee namna hiyo. Nimesema hivi. Mimi nataka niwaulize hawa viongozi. Nataka niwaulize ndugu zangu wa Kenya. Tuko na nafasi ya kipekee kama taifa kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya, kuhakikisha ya kwamba tunawaweka Wakenya pamoja. Juzi mimi nimetengeneza baraza la mawaziri na serikali mpya ambayo inaunganisha Wakenya wote. Mimi nawauliza Wakenya, now that we have a government that brings majority of Kenyans, the face of Kenya, together, I want to ask fellow Kenyans, for all of us, to bring our capabilities, our talents, our energy, our ideas together so that we can drive this country to the greatest potential that we have as a nation.
so that together we can unlock the huge potential that exists in Kenya, so that we can make sure that together we can create opportunities for our young people to work. We can create opportunities for business to thrive. We can create opportunity for us to have food security in Kenya. We can create opportunities for us to have more exports. This is the moment for Kenya to work together, Kenyans to work together, leaders from Kenya to work together. I am asking each and every one of us for us to be able to work together. Hakuna haja ya mashindano madogo madogo. Hata chama yetu ya UDA, Kenya Kwanza, mimi nataka niwaeleze tuwache fujo, tuwache mashindano ndani ya chama, tuhakikishe ya kwamba tunawaunganisha Wakenya wote, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Watu ya Atiati tunakubaliana jameni? Mimi nawauliza tena. Serikali mimi nimetengeneza ya kuunganisha Wakenya wote ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Vijana wetu tuwashughulikie, tupange nafasi ya ajira, tupange nafasi ya biashara, tupigane na mambo ya ufisadi ili tuhakikisha kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele kwa kuungana pamoja. Watu wa Atiati mnakubaliana na mimi tuungane? Munasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane Atiati? Baringo tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mikono kabisa. Basi tuko na umri ya wananchi wa Kenya, tuungane na tushughulike na mambo ambayo inafaidi wa Kenya. Tuwache mambo ya ubinafsi, tuwache mambo ya ukabila, tuwache mambo ya ufisadi, ndio tuweze kupanga mambo ya Kenya iweze kusonga mbele pamoja. So otherwise mimi nimefurahi sana kufika hapa Tiati. Ati nini tena? Mnataka kaunti ya kaunti gani? Sasa katiba itabadilisha siku gani hii katiba? Ngojeni kwanza mambo ya katiba, hoja ingoje kwanza. Kwa sababu sasa tukienda biashara ya kupanga mambo ya katiba hiyo itatuchukua muda mrefu. Wacha kwanza tufukuze hii umaskini, tupange hii mambo ajira, hao wapate kazi, tupange hiyo mambo ingine, tutakujia hiyo mambo ingine baadaye. Sawa sawa? So mimi nataka niwashukuru sana. Wacha nichukue nafasi hii. Mimi najua mjumbe wenu yuko area. Si namna hiyo? Huyu bwana Kamket. Si awasalimie? Haya William, wewe